Mpendwa wangu, na kukaribisha tena katika ibada yetu hii ya jioni, sala ya jioni. Nikukaribishe sana, aliza siku yako na Bwana, naye Bwana atayaangaza maisha yako. Ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu katika Mhubiri sura ile ya 11 mstari ule wa 6. Neno la Mungu linasema, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au kama zote zitafaa sawasawa. Mpendwa, kazi ya mpanzi ni kupanda. Na ukishapanda, mpanzi ambaye ni wewe, mpanzi ambaye ni mimi, mpanzi ambaye ni mwanadamu, kazi yako ni kupanda. Unapopanda mbegu, yupo ambaye anakupatia mbegu, ambaye huyo anayetoa mbegu, ukisoma neno la Mungu mahali pengine anasema yeye atoae mbegu atawapa mbegu, lakini atayazidisha mazao ya haki yenu. Na huyo mwenye kutoa mbegu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokupa mbegu, basi hakikisha unapanda hiyo mbegu. Tena mbegu hiyo upande kwa bidii, pasipo kuchoka, pasipo kukata tamaa, pasipo kurudi nyuma. Tunazo mbegu nyingi katika maisha yetu. Mungu ametujalia mbegu za kila aina. Nguvu zako, akili, maarifa, vyote hivyo ni mbegu. Uwezo wa kufikiri, hiyo ni mbegu. Utakapopanda uwezo ule wa kufikiri, utakapofutumia vizuri katika asubuhi, katika jioni, katika majira yote, basi utavuna katika kile ulichopanda. Na apandaye haba atavuna haba. Kumbe hata haba ni mbegu. Utakapopanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Mtumishi wa Mungu Sulemani katika kuandika neno hili kwa hekima kubwa, akazungumzia zaidi kwenye mstari huu, akazungumzia zaidi juu ya bidii katika kupanda mbegu. Bidii katika kupanda mbegu. Usiku panda mbegu zako, asubuhi panda mbegu zako, maana hujui ni ipi itazaa sawasawa. Habari za kuzaa ni juu ya Mungu. Wewe panda na muombe Mungu na matokeo yatatokea. Na mpendwa wangu, nikuambia ya kwamba mazingira hubadilishwa na mtu, na mazingira yanabadilishwa na mtu na akiwa amemtegemea Mungu. Kwa hiyo wewe lazima usiingie kazini, upande. Na unapopanda usipande kwa uvivu, na unapoomba usiombe kwa uvivu. Jioni ya leo tenga muda kuombea yale unayoyatamani yatokee kwenye maisha yako, hata kama uliyaombea asubuhi, hata kama uliyaombea mchana, na jioni omba. Hata kama umeshaombea miaka 20 iliyopita, na saa hii omba. Yuko mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu kwa miaka 12. Alipotokwa na damu kwa miaka 12, akasikia bado kuna habari za Yesu anapita, Yesu wa Nazareti, na hakukata tamaa. Akasema hata kama ni jioni sana, hata kama ni muda umeenda sana, nimekaa miaka 12, nimesengenywa, nimesemwa, nimetengwa miaka 12, nimevumilia miaka 12. Inawezekana alienda kwa waganga wa kienyeji wengi, inawezekana alienda na kutegemea miungu mingi, kila kona alisumbuka, lakini akasema bado ninaamini, ninatoka, nitaenda hapa. Inawezekana ni saa yangu ya kupona, inawezekana ni wakati wangu wa kufunguliwa. Na kweli alipotoka Bwana alimsaidia, na kweli alipotoka Bwana alimsikia, na kweli alipotoka kwenda, alipotumia ule muda wake vizuri, akasema nitaenda kumwomba Mungu wangu anifungue, na Bwana alimfungua. Akasema nitaenda niguse pindo la Yesu, na Bwana akamfungua. Mpendwa wangu unayenisikiliza sasa, usikate tamaa kuombea yale maono unayoyaombea, lile jambo linalokusumbua moyoni mwako. Hebu mwite Bwana, mwambie Mungu haja ya moyo wako, naye atatenda. Amen. Karibu tuungane katika maombi ya jioni ya leo. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninaalika nguvu yako ikawe pamoja na mtoto wako huyu katika hitaji alilo nalo.
ana mahitaji mengi, ana shida mbalimbali. Inawezekana mengine yamemsumbua kwa kipindi kirefu, inawezekana mengine yamefikia hata hatua yeye kukata tamaa, lakini Bwana dhihirika juu yake, ukitenda kwa ukubwa na kwa uzuri. Leo hii ikawe saa ya wokovu, saa ya kufungua.